Amen. Biblia inasema Roho akamwambia Mungu asema hivi, ataleta pumzi juu yenu. Na ule upepo ulipokuja ukaisukuma mifupa. Haleluya. Ukasukuma zile particles zote. Zikaja sehemu moja. Zilipokuja sehemu moja, ghafla likainuka jitu au likainuka jeshi. Haleluya. Ulikuwa unataka jeshi la kukusaidia. Mungu naomba unisaidie. Mungu naomba uniinue. Hapo hapo ulipo hebu anza kupatabiria. Amen. Bwana asifiwe sana. Issue sio kukimbia. Issue ni wewe unaona nini? Mzee jirani unaona nini? Unaona nini? Haleluya. Lazima tuwe watu wa kuona. Hatuwezi kuona vya roho kama hatuna Roho Mtakatifu. Macho haya damu na nyama yana ukomo wake. Sasa hivi ukiangalia hivi, huwezi kuona kila mahali. Kuna ukomo mahali. Sasa hivi hii ukuta hapa pamezungushwa, pamefungwa kila mahali, pamezibwa. Kuna mahali huwezi kuona. Lakini kuna watu wanaweza kuwa wako hapa lakini roho zao siku zinazunguka nje kule. Haleluya. Na wanaona vitu vikubwa. Sasa na wewe unatakiwa uwe mtu kuona mambo makubwa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Usipitishwe mahali. Kuna wakati Mungu anaruhusu upite mahali fulani. Kuna wakati Mungu anaruhusu upite kwenye bonde. Sio kwamba yuko mbali. Mungu tu anakaa hivi. Wakati unamfundisha mtoto kutembea, kuna saa unamwachia mtoto unakaa mahali. Kuna saa Mungu anakaa mahali, anakuangalia unapokuja. Unatembea unakuja. Akiona unakuja ukiwa na ujasiri, alafu unakuja na matamko, Mungu anaanza kumimina baraka. Anaanza kumimina baraka. Amen. Haleluya. Lakini ukija tu madhabahuni, Mungu ninaomba unipe pesa. Mungu naomba, achana, nishakwambia achana na maombi ya kumwambia Mungu naomba unipe pesa. Haleluya. Mwambie Mungu, yani unapoenda unamwambia Mungu naomba unipe pesa. Hilo ni wrong kabisa. Lakini unapoenda unapomwambia Mungu ninaomba, nakuja sasa na Zaburi ya 20 mstari wa kwanza hapo. Naomba uniinulie msaada kutoka patakatifu pako. Naomba nikutanishe na watu sahihi. Naomba nikutanishe na wabeba hatima yangu. Mungu anaanza kukutanisha na watu. Amen. Pesa inakuja. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kukusaidia kuona zaidi ya pale ulipo. Kuona zaidi ya ile maisha unayopitia. Kuona zaidi ya pito. Kwenye pito tunazungumza kitu gani? Bwana tusaidie sana. Tunakuwa tunazungumza nini tunapokutana na wakati mgumu? Kwenye bonde tunazungumza nini? Mwingine anasema mimi nitaondoka. Kwenye familia nitaondoka. Wewe unajua kama ni bonde lako Mungu anataka uzungumze. Haleluya. Amen. Kama mmoja nikamwombea, amesafiri kutoka Mirerani, anakuja kuomba ruhusa sasa ili aachane na mume wake. Anafika, ananiambia mtumishi naomba tu utoe kauli leo nikaondoke. Nitoe kauli akafanyaje? Nikamwambia sasa mama usiondoke, hilo ni bonde. Hebu anza kulisemesha hilo bonde lako. Umetoka Mirerani, ni kweli umekuja kuomba ruhusa ya kufanyaje? Ya kuondoka. Sawa. Lakini kwenye hili bonde, hebu anza kutamka. Yule mama akatoa tamko juu ya ile bonde. Akasema kwenye hii familia yako sitaondoka. Sasa hivi tunapoongea na watoto wake na mapacha kabisa wazuri. Amen. Bwana asifiwe sana. Na yuko na watoto wake na mapacha wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliliona bonde, kwa sababu alikuwa yuko kwenye bonde. Ukiwa kwenye bonde unaona kitu gani? Afadhali Mungu ametuweka watumishi wake, unapokutana na mtumishi anakuambia no, stop hapo. Ili bonde litamkie litakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kwenye bonde unazungumza mambo gani? Mimi nitakufa tu. Mimi ni wakufa tu. Mimi ni wakufa tu. Mimi ni wakufa tu. Niuwe sasa. Hilo ni bonde la mtu. Wewe kwenye bonde unazungumza kitu gani mpendo wa Mungu? Bwana saidie sana. Umewahi kusimama ukasema no. Ninajua kwamba shetani umenitengenezea matengenezo mengi, machapisho mengi ili niaone. Lakini nasema hapa atoki mtu. Amina. Hapa patachipusha. Hapa patastawisha. Hapa patazalisha mambo makubwa. Hapa vitatoka vitu vikubwa. Hapa vitatoka vitu vya ajabu. Shetani mwenyewe akiangalia lazima yule jamaa mbona nimepambana nalo namna hii. Hivyo ile shetani alikwenda kwa Ayubu. Akaua ng'ombe, akaua mbuzi, akaua watoto, akaua kila kitu. Alafu anabaki mmoja tu kupeleka taarifa.
Lakini akileta taarifa anakutana na jitu limoja la maombi linasema kuna matumaini kwa mtu ukatao, ya kwamba utachipua tena na utatoa matawi na matawi yake hamtayaweza. Amen. Haleluya. Amina. Yaani unamletea mtu taarifa watoto wamekufa, alafu anamwambia kuna matumaini kwa mtu ukatao. Shetani anasema jamani, guse wapi tena ili kwamba aamini kwamba ili atamke maneno ya kukata tamaa. Lakini kila alipoenda kwa Ayubu ameshachukua vitu vyote kwa Ayubu. Ayubu anamwambia Shetani, sikia, sikuja duniani na nguo na wala sitaondoka na nguo. Sikuja na kitu duniani wala sitaondoka na kitu duniani. Amina. Unajua hata kama ndio kama Shetani alikupa kibarua, ukikutana na mtu wa namna hiyo unaacha hiyo kazi unakimbia. Hebu kutana na mtu tu umemgusa kidogo, watu wanipende, nikulia siku nzima. Umejifungia nyumba, umejifungia chumbani, ni machozi kutoka hapo, macho yamevimba. Shetani anasema Yesu, ngoja kesho utafute nyingine ya kujia nayo. Hii ilikuwa ni ya leo, ngoja kesho tuje na nyingine. Ya leo kusumelia mpaka machozi mpaka macho yamevimba. Kesho anasema sasa hii ilikuwa ni ya leo, ngoja kesho tuje na nini? Na nyingine. Leo aligusa siku aligusa wapi tu, yani kidogo. Kwa shangaa umelia siku nzima. Kwanza tukute labda ni mama umeolewa au ni binti umeolewa. Ni mume wako tu amekwambia, na wewe umetokea hapo una sura mbaya namna hii. Siku nzima unajifungia ndani, ni kufanyaje? Uje kusoma Zaburi ya 139 mstari wa 14. Unaenda unaweka na kiova na Shetani sema mwambie wewe. Shetani sikia. Mimi nimeumbwa kwa sura na mfano wa ajabu. Tipi kama unamwambia Shetani hapo mwenyewe, huyu mama ni wa namna gani tena? Wewe umeambiwa kwamba una sura? Unaenda kwa Shetani hujawahi kusoma mstari ndio maana. Hujawahi kusoma mstari ndio maana. Usifiomba Shetani atatoka kuzimu aje kuambia. Shetani atapita hapo ili auguse moyo wako. Kwa hiyo ukishajua kwamba hii ni ajenda ya Shetani, na wewe kuwa na ajenda ya Mungu. Yes. Kuwa na ajenda, kuwa na neno ndani yako. Kisha kuwa na neno ndani yako, unaweza ukatabiria. Nilikwambia unabii sio kitu kikubwa. Wakina mama, mnapika pale jikoni, tabirieni hizo sufuria. Haleluya. Sufuria kwanza umeinunua mpaka imetoboka. Haijawahi kusikia hata siku moja umeipa unabii. Anza kuiambia sufuria, sikia neno la Bwana. Bwana anasema hivi. Hautapungukiwa. Ni siku umepika ni wali, si ndio? Unaambia sufuria, sikia neno la Bwana. Bwana anasema hivi. Hautapungukiwa. Kila wali ukihitajika sufuria utakaa jikoni. Amen. Mungu mwenyewe akikuangalia sema mama karibia anaanza kuwa na imani sasa. Kuna mwingine akikuona akasema mama anaanza kuchanganyikiwa. Lakini mwenye imani anaanza kuelewa vitu vingine haviwezekani pasipokuwa na imani. Imani ni kuwa na uhakika unachoongea una uhakika nacho. Kwamba hii sufuria kupungukiwa panaweza pakaanzia hata kwenye sufuria, ukashangaa sufuria iende jikoni. Amen. Amen. Sasa wewe unapoenda, haya wewe umepewa ni mama uko pale nyumbani. Hauko kanisani hata kutabiria watu, uko pale nyumbani. Tabiria basi vile vilivyo hapo pembeni yako, vikombe, chupa hizi, si ndio? Zitabirie venye vikombe, nie chupa. Wewe ndoo ya maji. Sikia neno la Bwana. Bwana asema hivi, kwenye uzao hapa hakuna mapoza. Hapa watakunywa maji maprofesa. Watakunywa maji madaktari. Sufuria, sikia neno la Bwana. Hii sufuria na wewe vijiko, sikia neno la Bwana. Hapo watakula wachungaji, mitume na manabii. Shakarama satere pakatala pakopopopo. Sheketere papapapapapapa. Sasa unazunguka hapo na yuko mwenyewe. Amen. Amen. Roho Mtakatifu akikuangalia tu anasema huyu mtu kuna kitu ameanza kukielewa. Sio mpaka umuone mtu umtabirie umwambie unaweza ukatabiri kwa kile ambacho uko nacho. Sasa yeye amepelekwa kwenye bonde limejaa mifupa. Anaambiwa tabiri kwa wakati mgumu. Kwamba nilitabiri nitasema nini? Niambie mifupa kitu gani? Kwanza nikiangalia mguu uko kushoto, mwingine uko kulia, kichwa kiko kule, nitazungumza nini? Kama mwanadamu, hebu niambie mifupa kwamba itaishi tena. Nini ambacho kimefanya mifupa kwenye maisha yako? Hicho ambacho Shetani anafikiria kwamba atakuliza nacho kila siku. Hicho leo ndio tunataka kukitabirie, alafu kikaishi tena. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kikirejeshwa. Tumesema Roho
Mtakatifu siku ya leo tunaenda kumwomba arejeshe uhai kwenye maisha yetu. Mahali popote ambapo tumefungia milango, aidha ni kwenye uchumi umekuwa mgumu, ni maisha, ni popote, tunamwambia Roho Mtakatifu no. Tumepata ufahamu, tunaenda kutabiri. Amen. Amen. Utabiri, nimekwambia kutabiri usiwaze mambo makubwa. Utabiri ni matamko ambayo mtu anatoa yaliyo na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Unazungumza kile ambacho Roho Mtakatifu anachokuongoza, nini ambacho unataka kufanya. Lakini pia jifunze kujipa unabii wa wakati. Yaani unabii wako uwe kwenye nini? Kwenye muda. Kwamba mwezi huu ni mwezi wa 8. Kila mwezi lazima uyatabirie mambo mapya kwenye maisha yako. Utabiri vitu vipya. Huu ni mwezi wa 8. Ni kitu neno gani kinabii la mwezi wa 8 uko nalo? Yaani usikubali tu kuishi kama huna neno la kinabii linalokuongoza. Huu ni mwezi wa 8. Mungu, ninaomba mwezi huu kabla ya tarehe fulani nitakuwa nimetimiza kitu fulani. Amen. Huo ndio uhakika wa kinabii. Alafu ikifika kama hakijatimia, unarudi unapima imani yako, unaona kwamba imani yangu bado iko chini, unaongeza tena nguvu ya imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu ni tayari, ule upepo ambao ulifufua hii mifupa bado hata leo una uwezo wa kufanya kazi. Haleluya. Bado leo una uwezo wa kurejesha. Bado leo una uwezo wa kufanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Amen. Na Mungu anaporejesha panakuwepo na furaha. Furaha inapoondoka ndani yetu, maana yake kuna kitu kimeibiwa. Ukijikuta una amani, unajiuliza nini kimeondoka, kuna kitu cha kiroho kimeondoka. Hata jambo la kitu cha kiroho kikiondoka maisha yako, unajikuta una amani, una furaha. Lakini Mungu anaporejesha, anapofufua vitu kwenye maisha yetu, tunajikuta ni watu wa furaha sana. Na mimi ninatamka furaha kwenye maisha yako. Natamka amani pale pasipokuwa na amani. Natamka mafanikio pale pasipokuwa na mafanikio. Natamka hiyo mifupa mikavu ikarejeshe katika jina la Yesu. Ikarudi rejea tena katika jina la Yesu. Haleluya. Oh my Lord, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunakuhitaji. Amen. Roho Mtakatifu tunamhitaji. Kumbe hatuwezi kutabiria, hatuwezi kusema. Sasa nyingine tunatumia nguvu zetu. Amen. Tunatumia nguvu zetu, tunaomba kwa nguvu, lakini kumbe tunahitaji tu muongozo. Hivi kwa mfano kama ni wewe ndio umepelekwa kwenye ile mifupa leo, ni Bwana umepelekwa pale, unaambiwa nenda kaombee mifupa mikavu. Irudi iwe nini? Yes. My Lord, nasema kuna watu wangeomba mpaka wapige sarakasi. Yaani pale watu wangeomba mpaka waruke juu ya kichwa cha mtu. Si ndio jamani? Yaani ungepelekwa leo kaambiwa wewe ndio unaenda leo kufufua mifupa nini? Yaani ungefika pale yaani ungeomba amna ombi ambalo ungeacha kuomba. Si ndio jamani? Mingine ungeshika watu wavute mpaka na miguu. Lakini hebu imagine ukiwa na Roho Mtakatifu ilivyo vizuri. My Lord. Ezekiel anaenda tu anapeleka katikati ya bonde limejaa mifupa upande huu na upande huu. Amejazwa Roho Mtakatifu. Halafu Mungu anamwambia Ezekiel, iambie mifupa kwamba utaishi. Ezekiel anaambia mifupa mtaishi. Anamwambia Mungu anamwambia Ezekiel, iambie mifupa nitapuliza upepo kutoka Kusi, nao utakuja utaijaza. Nyama zitakuja juu yao, mishipa itakuja juu yao, ngozi zitakuja juu yao. Anaambia mifupa, Mungu atapuliza upepo kutoka Kusi, nyama zitakuja juu yenu, mishipa itakuja juu yenu, ngozi itakuja juu yenu. Oh my Lord, inakuwa simple. Kwa nini? Kwa sababu tuna Roho wa Bwana. Amen. Maisha yetu yakiwa yamejaa Roho wa Bwana, tunatembea kwenye njia iliyo sahihi. Hatupotezi nguvu nyingi. Ndio kuna tofauti kati ya power na energy. Yes. Mara nyingi tunaomba lakini tunatumia energy, hatutumii power. Biblia inasema Ezekiel alipoenda akauamuru. Sasa Mungu akampa mamlaka, akamwambia mwanadamu, amuru sasa upepo. Kaambia upepo, sikia neno la Mungu. Njoo. Upepo ukaja. Upepo ulipopita mifupa tetemeko likaja. Leo tetemeko likapita likafufue chochote ambacho kimeuliwa kwenye familia ya mtu katika jina la Yesu. Leo tetemeko lipite likarejesha kila nyota iliyouliwa katika jina la Yesu. Leo tetemeko lipite likarejesha kila biashara iliyoshikiliwa katika jina la Yesu. Sema fire. Haleluya. Amen. Tetemeko la Bwana. Oh,
Roho Mtakatifu tunakuhitaji kweli. Umeanza kujua sasa faida ya kuwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kwenye huduma yetu, kwenye huduma yako ukiwa na Roho Mtakatifu inakuwa nyepesi sana. Amina. Yaani utakaa, yaani utaenda uanze utatumia akili nyingi. Utamuona tu Roho Mtakatifu anakuongoza, anakuambia nenda hivi. Fanya hivi. Nenda hivi haraka, kimbia haraka. Bwana asifiwe sana. Kimbia haraka, fanya hivi. Nenda hivi haraka haraka. Kwa nini? Kwa sababu una mwongozo wa Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu tunatumia nguvu nyingi sana. Haleluya. Amen. Kuna mwimbaji mmoja alikuwa anaimba, nikawa namfundisha, nikamwambia unapoenda kuimba, wewe usiwaambie watu nitunzeni jamani, naenda kurekodi nyimbo nyingine. Wewe imba, Roho Mtakatifu atawagusa, watafanyaje? Atakutunza. Sasa yeye akaenda pale akafikiri kwamba akamwona mwenzake amevaa nguo ile chaka. Sasa akaona kwamba kumbe nikivaa hivi na mimi ndio nitafanyaje? Ndio nitatuzwa. Nikamwambia no. Yule hajatuzwa kwa sababu amevaa hivyo. Yule ametuzwa kwa sababu kuna kitu kinavuta watu wakutunze. Amen. Amen. Ukiwa mwimbaji alafu ukawa na Roho Mtakatifu, shanta la matepa kapala shaka. Kabla hujaenda kuimba wimbo linatangulia. Amen. Ukiambia tu tunaomba fulani aimbe, ukianza tu kuimba, unaona watu wanakuja wenyewe. Unaona watu wanabubujika, wanabarikiwa. Haleluya. Amen. Kwa nini? Kwa sababu tayari una Roho Mtakatifu. Usipokuwa na Roho Mtakatifu utatumia nguvu nyingi sana. Yaani hata kwenye huduma utajikuta tunatumia nguvu kubwa sana. Sana. Kipindi ndio hapa kwenye ile kongamano lililopita niliwaambia, tulipokuwa tunaanza ujenzi hapa palikuwa ni uwanja, tulikuwa naombea watu kwenye ile kona pale. Nimekaa tu naombea watu, wanakuja hapa naombea watu mmoja mmoja. Wengine hao ni mashahidi mama hapa majirani. Walikuwa sasa wanakuja kusalimia. Nakuja tu hapa na watu. Sio jua ni kali linanichoma hapa. Nakuja tu naombea watu hapa. Lakini nikapanda mlimani, Roho Mtakatifu nilikuwa pale juu ya kilele cha mlima Sakina. Roho Mtakatifu akaniambia hapana. Nataka kabla ya mwezi wa 5 ule ukumbi huo umekamilika wa maombi. Sasa hiyo ukiniambia nasoma yule mlima, yani sina hata la kwenda kufungua hata ya kwenda kupata hata na nini ya kufungua yenyewe. Nikashuka nikaja hapa moja kwa moja kwenye uwanja. Nilipofika akaja mama mmoja. Yule mama ndo kwanza kuweka matofali. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Akaja akasema nataka nikupe matofali, sio anaenda kutupe matofali 100. Akaenda kidogo, Roho Mtakatifu akamgusa, akamwambia hapana, weka yao 500. Akasema mtumishi, nimebadilisha, atakuwa 500. Amina. Akasema nitayatuma, ngoja sasa nipokee mshahara. Akaenda akaniambia, ikafika siku ya Jumamosi, mtumishi uko chini, nikamwambia ndipo. Akaniambia hapo kwanza, ngoja nilete ile pesa ukanunue matofali kwanza kawaida. Roho Mtakatifu alipofanya, Bwana asifiwe sana. Amen. Then kwa hiyo baada ya hapo sisi tukatumbiza na nguvu nyingi. Anakuja ni kidogo lakini kazi inatembea. Amen. Na nikiwa pale mlimani, Mungu akaniambia siku moja, nimelala, nimeweka chupa yangu ya maji hapa kichwani, nimeilalia namna hii. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, usitegemee akili zako. Usitegemee akili zako. Jifunze kunitegemea mimi. Amen. Jifunze kunisikia. Amen. Kuanzia hapo nikaanza kubadilika. Namna ambapo nilikuwa ninaona vitu, hata namna ya maono yakaanza kubadilika. Nikaanza kujua kumbe hii kazi mimi ni mfanyakazi tu. Yes. Haleluya. Amen. Yaani kwenye huduma mimi ni mfanyakazi. Amen. Kuna mwenye